turagowe turapfuye. Baba we Akim Junior harivugana ziba jewe ndigiriye ntimunkoze ivyaha ndacyari umwana. Je ndacyari umwana ntimunkoze ivyaha. Mama ona style ya huyo msichana, ona mavazi ya dada, tazama vitu. Isaac TV ho. Inshura kabiri duhuye kandi tunakutana na rafiki yangu de papa mwenye matashiti yake. De papa niseme wewe kusalimie vipi? Unataka kusalimia vipi? Gisi utaona. Gisi utaona. Kwanza amani ya Mwenyezi Mungu pamoja nao. Kwetu sote. De papa, mi kabla ya yote naomba utizame kamera pale alafu ufanye hivi. Kuna kitu kidogo nataka kutazama. Naomba. Basi mtazamaji atakuwa ameona. De papa, kuna kitu mimi nakiona kwenye macho yako. Ndivyo macho yako yalivyo au ni vile vitu mnaongezeaga ndani? Ni vitu tunaongeza. Hizi vitu unazizoea kwa wasichana? Kwenye urembo hakuna cha wasichana. Kwenye urembo kila kitu kinaendeka. Hivi nikakuuliza wewe, hayo macho yako hizo mboni ziko kwa nini wasichana au na kwako zipo? Asa zile za kuongeza shida. Ingekuwa shida asingekaa kwangu. Okay. By the way umependeza. Mimi nianzie hapo. Asante. Umependeza kuanzia juu mpaka chini. Na nazoea mambo yako sasa kitoto, matashiti yako yameshaanza, umeshatusumbua kule. De baba, kwa nini kila sherehe ukienda lazima pawe mambo mawili makubwa? Kwanza unakuwa na mabodyguard, pili lazima intro yako aidha unavyoingia kwenye ukumbi pawepo matashiti kama tulivyoona. Na msana lazimika kabisa kukuandalia mazingira ile ya kuingia. Ni wewe unapenda hivyo? Ni heshima unapewa tu aidha ni kwa nini? Ni heshima ninapewa. Maana ninapokuja sijatahadhari kuwa kama huko kuna watu wangu wala kuna mabodyguard zangu. Okay. Mimi naingia kama mwarifiwa na bawa leo. Yana maana gani kwenye style hii? Siwezi kujua design wangu ndo kanipangia. Unakuwa na design wako maalum? Analipwa kwa sababu ya kazi hii? Hivyo. Okay. Hii hapa hii mtufu unamaanisha? Yaani leo nimeingia kama mfalme. I say. Umeingia kama mfalme. Na nikijaribu kutizama hapa kwenye nguo yako, Akim Junior nisaidie kidogo. Wamemdesign wakamtilia picha yake. Hii picha pia ina maana gani? Hii picha inaonyesha kama siku wazima ni nguo yangu. Ndio hapo na mambo marefu. Unasema eti inakosa kama kuwa wazima? Ndio hapo kwa kweli kwa maarufu. Na kumwona interview kwanza tulishafanya pamoja. Kila mtu ananiuliza, "Ndio papa mnafahamiana? Inakuwa vipi? Mlijuana vipi?" Ndio papa mimi nataka kujua siri ya maarufu wako. Unatokana na nini? Ni matukio yako kwenye masherehe au ni katika maisha tu ya kawaida unavyoishi? Ni katika maisha ya kawaida afu mimi nimeuza nguo. Okay. Ndio maana unakuwa kidogo maarufu pia. Na babangu ni wa mjini. Hivi ndio una baba na mama? Okay, wanaishi barabara ngapi? Buyenzi barabara 3. Barabara 3 Buyenzi. Sawa, yani maana hivi yani kiufupi nakumbuka interview mwisho kufanya mimi na wewe ulisema watu wote wa Buyenzi mimi wananijua. Mtu ambaye hanijui si mzaliwa wa Buyenzi. Hivyo. Okay. Na nimejitahidi kukitazama kila kitu unaweza kukifanya kwenye mwili wako. Kitu gani ambacho huwezi kukifanya kwenye mwili wako? Tattoo. Peke yake. Kwa nini? Yaani ni kitu sikipendi afu kina madhara katika dini yangu. Okay. Sawa. Moja kwa kazi yako, changamoto ambazo unakutana nazo kwenye kazi yako, aidha kwenye haya maisha ambayo unaishi wewe, ni changamoto zipi? Huoni kama unajitahidi kuishi maisha VIP sana kiasi kama yanakupa tabu de papa? Wala yanipi tabu, mimi nimezaliwa ki VIP. Umezaliwa ki VIP maana yake? Nimezaliwa penye pako pesa. Umezaliwa kwenye kuna pesa? Okay. Kwa hiyo umezaliwa ki VIP, umekuwa vizuri, umeishi vizuri, uko katika watu ambao hawakuwahi kupata shida katika maisha yao. Sijui shida. Muda kiasi gani unaweza kaisha bila hujapanda ndege? Yaani niseme mwezi hivyo. Yaani kila baada ya mwezi unaondoka? Mimi ni mfanyabiashara mkubwa. Okay. Sawa. Kwenye benki una kiasi gani? Si lazima tuingie kwenye mambo yako binafsi, lakini watu wanataka anaishi maisha mazuri na nini, lakini tunataka kujua kwenye katika dini yangu aliniambia neema nisitangazie. Lakini pia neema tusitangaze, unageuza mambo. No, neema sitangazie. Kwa nini? Na kinachokupa furaha kifanye kiwe siri. Okay. Na mabodyguard unakuja nao kwenye matukio kama kwenye masherehe aidha kwenye kila ulipo wako mabodyguard? Waga penye nipo lazima wanichunge. Maana wananifuatilia mimi wengi. Hata kwenye maisha kawaida? De papa.
Siku nitakuvumua Buyenzi, hauna mabodyguard tutakimbia. Wanakuambia siku zote long propose dead dispose. Wewe unaweza ukapanga kumbe nimeingia msibani na msibani sitaingia na bodyguard. Itaonekana ni unawatishia. Itaonekana nimekuja kuuza sura. Na bodyguard katika tukio la huzuni. Wewe Kilioni unaweza kufanyia vibaya? Yeah. Unaweza kufanyia vibaya pia. No, Kilioni naingia kwenye msiba afu nimeingia na uchungu. Pale kila mtu anakuwa kona yake. Okay. Lakini katika sherehe unaweza kupoteza simu, unaweza kuibiwa begi. Ndio maana sometime nawe kwa kunchonga. Depapa, tuambie kwa kumalizia, nataka uniambie watu ambao wakimtazama Depapa wanampaga mtazamo mwingine kabisa tofauti na wanavyokuonaga, ni unawaambia nini? Ningependa niwaambie wale wanaofuatilia maisha yangu siku zote katika maisha. Wasijisifu wanambio. Wanisifu na mimi nao wakimbiza. Wasijisifu wanambio wakusifu? Wasijisifu wanambio, wanisifu na mimi nao wakimbiza. Okay, sawa. Mimi naamini kwamba tumesikia mengi kwa Depapa na maisha yake ya kawaida tumeyasikia. Ni mtu ambaye anaishi maisha ya hai kama alivyosema. Anasema kila kitu anaweza kukisia kwenye mwili wake ila tattoo. Ila sijaona kucha. Hujabandika kucha. Nilikwambia urembo? Yeah, no, hapana. Mimi naamini uzuri wangu. Mimi ni mzuri. Mimi mzuri. Okay. Alafu nimechukua uzuri wa baba na mama, afu mimi na mapozi. Unama? Na mapozi, afu sio ya kuiga. Ni OG. Asante Depapa, mimi nichukue nafasi nikushukuru. Kuna watu wakisikia maswala labda unajiona, unatutishia. Siku zote mtu kama mjakutana naye, hata mimi nilikuwa njoo wewe unajisikia unajiona, lakini nilipoongea na wewe nikaona uko be free. Okay. Asante sana. Unajua lugha ngapi? Najua lugha nyingi tu, alafu mimi ni msomi. Umemaliza? Chuo kikuu? Sijabahatika kumaliza lakini nimesoma. Okay. Unajua lugha ngapi ndio swali? Lugha nyingi sawa, ngapi? Mimi najua Kiingereza, najua French, Kirundi kinanishinda. Hii boro kwa Kiingereza inaitwa nini? Umevaa hiyo. Mambo mengine hapo tunataka kudani. Depapa, nikushukuru basi. Na mimi nakushukuru. Alafu ningependa nikaribishe wageni wangu wameingia. Okay, wageni wako wameingia. Na shughuli ni ya kwako kwa kweli. Basi ruhusa. Ondoka zako bwana. Asante. Depapa na mambo marefu. Akimuone kwanza Depapa. Mama, mabodyguard kama mvua anaenda kupokea wageni wake. Unaona mambo haya? Unaona, tazama unavyomsubalia. Tazama unavyomzubalia. Jamani wana enjoy kumuona. Ona dada alivyoingia. Juma Jux akimsogea kidogo huyo dada nimuone vizuri. Mama. Ona style ya huyo msichana. Ona mavazi ya huyo dada. Tazama vitu. Mama, niwape show kidogo watazamaji. Ona mambo. Haya yanaitwa matashtiti. Dada, nikuulize swali moja. Shikamoo. Marhaba. Mambo. Umevalia kiasi gani chini mpaka juu? Yaani nguo 40 kushona laki. 40 umeshona laki. Makeup bei gani? 20. Kichwani nywele zako hizo au ni nywele yangu? Nywele yako? Ya kwangu. Hongera. Asante. Na mbona umechelewa kwenye sherehe? Hamna, ndo kawaida, mida watu wazima. Unatokea nchi gani? Burundi? Hapa Burundi. Sehemu gani? Tena Buyenzi. Ndio. Kumfanya biashara au ni dada tu wa mjini? Wa mjini tunayashiki mjini. Ili mradi mambo yatuendee. Mambo yaendeke. Yeah. Samahani, namalizia. Wanaosemaga kama wadada wa design kama yenu wa kuiba waume za watu ni wajanja sana, ni wakali, unawaambia nini? Mimi hizo sizijui, maana mimi sina mme. I'm single mother. Okay. Sasa naomba huyu kipenzi changu amependeza sana, unamuona? Ni kipenzi chako? Unaonaje? Naona iko vizuri. Anatisha. Anasumbua. Ni kipenzi chako? Sana, yani kaka kama mpenzi. Uone hata kala. Naona mnaendana. Kwanza ushike nguo huko nyuma. Mshikie nguo. Matashtiti. Mama, turagowe turapfuye. Baba we. Akim Junior harivugana ziba. Jewe ndigiriye. Ntimunkoze ivyaha ndacyari umwana. Je ndacyari umwana ntimunkoze ivyaha. Mama. Mama, Akim Junior nawe mukuzuminga. Mama. Madada wa mjini watatuua. Mama, nakufa. Akim Junior jamani. Mama, baki hapo asante.